Asanteni sana, asante. Haya, hamjambo tena. Sasa kwanza mimi nataka kutoa pole kwa mikasa yaloweza kutokea. Haya ni mambo ambayo binadamu unaweza kupanga yako, lakini huwezi kumpangia Mungu. Unaweza kupanga yako, lakini huwezi kupangua Mungu aloyapanga. Mivua yalipoingia, mimi nataka kutoa uhakikisho, na nyinyi nyote mnajua, mvua iliyoweza kunyesha takriban kuanzia masaa 24 mpaka 48, kiwango chake kililingana na 35% ya mvua ya mwaka mzima ilinyesha kwa siku moja na siku mbili. Nyote mnajua hali ilivyo. Lao hatukufanya yale ambayo tulikuwa tumefanya, huu mji ungelikuwa umedidimia. Lakini sasa tuongee yale tuloyafanya. Kwanza, mimi nilizunguka Mombasa nzima, kila eneo. Nilienda Likoni, nilienda Changamwe, nilienda maeneo ya Mvita, nikaenda maeneo ya Jomvu. Siku ya kwanza ile kinyesha, mimi niliingia hata paka Magogoni, na tukasema ya kwa badili ya watu sasa kutoka wodi nyingine zote zile 3 zilobaki za Kisauni, tukae pamoja, ni wakabidhi kile kidogo ambacho kwamba Mungu antujalia tuweza kukifanya. Si tabia yangu, na nyote mnanijua, wala sitokuwa kimumunya kuharibukia ukubwani. Mdomo wangu si mdomo wa kutusi. Mdomo wangu si mdomo wa kuzungumza lugha za laghai, wala lugha ambazo kwamba ni zenye kuleta chuki. Lakini likibidi, inabidi litendwe. Mimi hakuna ambaye kwamba hakaribishwi Mombasa, na hakuna anayekatazwa mwelekeo wake wa kisiasa atake uende hivi ama ende hivi. Kila mmoja ni hiari yake kufuata mwenendo anaotaka. Kama vile mimi na ninaowaweza mimi nitaendelea kusema ya kwa chama ni cha ODM, mwingine pia ana haki kuweza kuzungumza. Lakini haki yako ya kuzungumza isiwe ni haki yako ya kudanganya watu katika wakati wa dhiki. Haki yako ya kuweza kuzungumza isiwe ni haki yako ya kuwanyanyasa watu na kuwasunduga na maneno. Ukweli lazima tuuzungumze. Leo hapa katika hii Mombasa, wakati mimi na ndugu Orengo tuko katika sehemu nyingine, tuko katika hali ya kikazi, nimepata fununu ya kwa watu wamekaa na wakasema ya kwa unajua tumepeana pesa kwa gavana wa Mombasa. Mimi kwanza ni kuomba Mungu, Mwenyezi Mungu azijalie ziingie. Itikieni amin. Lakini urongo, Waswahili wanamsemo, ukweli hauna haja ya nguzo ya kuweza kusimama. Ukweli ujaribu kuuzamisha unavyotaka kuuzamisha, ukweli utaweza kuibuka wenyewe. Leo mimi natoa kauli hapa kama gavana wenu. Hamna ndururu, hata wacha ndururu.
Ile pesa za zamani zile za kutoboka pia hamna hata moja pesa ya El Nino iliyoweza kufika katika Mombasa. Ndugu gavana wa Siaya hapa ameweza kuconfirm ya kwa pia wao, na maneno alozungumza gavana Orengo, maneno haya hata mtoto mdogo yule ambaye kwamba mwenye kwenda madrasa, hadithi za kwanza zile tunafundishwa maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka kujua sifa za mnafiki ni ngapi? Kwanza, akipeana ahadi. Pili, maneno yake huwa ni ya. Tatu, akiaminiwa, si maneno yangu, maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena mimi nilipoyataja nyote muya nini, alama za mnafiki ni 3. Hayo matatu. Mambo ni mangapi? Kama ni mbaya ni mbaya, my friend. Kama ni mbaya ni mbaya. Na mimi nitawaambia sababu kwa nini gavana wenu anachapwa. Mimi msimamo wangu naendelea kuwa na msimamo ule ule. Si banduki. Bandari iweze kuwafaa watu wa Mombasa, ikiwachoma chomekeni. Hamna hivi wala hivi, my friend. Kama itakuwa ni kutimiza sifa zenu 3, ndio mtaona ya kwa mtamfanya gavana Abdulswamad alewelewe. Mimi mizizi yangu ni watu wa Mombasa, na watu wa Mombasa mizizi yao, tabia yao ni kama mibuyu, kuyakata ni ngumu mno. Kuyakata ni ngumu mno. Mimi nina radhi za wazee wangu na nina radhi za watu wa Mombasa. Kwa hivyo tukaneni, toeni kucha zenu, onesheni zile ambazo kwamba ni dalili na mithili yenu, lakini hatuteteleki, tutaendelea, hatukusimama hapa tena. Wale wenye kunipinga sasa walinipinga tangu nikiwa katika bunge nilipokuwa natetea masala ya bandari. Tutaendelea kuzungumza, likiwachoma chomekeni. Hatuuziwi uoga. Na kama tatizo ni kwa Abdulswamad Sharif Nassir, yeye msimamo wake ni kuwa na Raila Amolo Odinga, ni kwa sababu babangu aliyenilea kisiasa, akanishika mkono, akaniinua tangu nilipokuwa mbunge, akanithamini, nikawa mwenyekiti aliyenguruma ndani ya bunge, ni Raila Amolo Odinga. Aliyezunguka hii Mombasa na kusema gavana atakayefaa ni Abdulswamad Sharif Nassir, ni Raila Amolo Odinga. Mkosa fadhila ndio yule ambaye kwamba mwenye kuregesha mema na mate. Mimi sina yale matatu. Nilitoa ahadi hapa kwa watu wa Mombasa na nikazungumza ya kwa tutachukua vijana na programu ya Mombasa yangu. Nilifanya sikufanya? Nilitoa ahadi na nikasema ya kwa tutapunguza ada na bei ya watu kufanya biashara, wale walala hoi, wenye matuktuk, wenye mabiashara. Nilifanya sikufanya? Nilizunguka wodi zote 30, nikatoa ahadi, nikazungumza na nikasema ya kwa ni lazima tuweze kuweka NHIF. Nilifanya sikufanya? Mimi nilizunguka, na nyinyi ni mashahidi hapa. Ardhi ya Mombasa kesho, hata kama binadamu hawatotaka kuyazungumza, ardhi ya Mombasa kesho itakuwa ni shahidi kwangu mimi mbele aliyeniumba ya kuwa kweli nilizunguka, nikakanyaga ardhi
Pumzi itakuwa ni shahidi ya kwa niliyazungumza ya kuzungumza. Kama kitu ni cha udhalimu, ni cha udhalimu. Na ikiwa linawachoma, nawaambia teni, ungueni. Bora tuungue hapa kuliko kuungua yale ya Mungu anaotungojea kesho. Hadithi ya Mtume ambaye kwamba hata mtoto mdogo anaijua. Enyi Mwenyezi Mungu awatie imani, awaeke imani, mufungue macho mwaka 2027. Enyi Mungu awaeke imani. Mtoto mdogo muulize sasa hivi aliyetoka madrasa, ayatul munafiq atakwambia ni 3. Aya ya mnafiki ni ngapi? Akipatiwa ahadi na akitoa maneno na akiaminiwa. Mwenye ahadi hizo mimi ama wale wenye kuja kuzungumza kiolela olela? Njoo zungumza, nenda zako, tuachie Mombasa yetu na amani. Hatuuziwi uoga. Mimi ninazaliwa na Sharif Nasiri, my friend. Mimi kuuziwa uoga, pengine wale watu wa Mombasa waamue kwa hawamtaki Abdulswamad Sharif Nasir. Lakini madam mimi kinga yangu ni watu wa Mombasa, liwe liwalo, aje atakaye kuja, my friend. Kama ni kuzungumza kuhusiana na haki za watu wa Mombasa na Pwani, niliyazungumza pale, nitayazungumza leo. Pengine muamue njia niwe bubu, na kiwa bubu pia nitatafuta njia kuzungumza. Kwa sababu nilivyofunzwa mimi, ukiona ovu lizungumzie, ukiwa na uwezo liweze kulizuia, na kama hata huwezi kulizuia ama kulizungumza, angalau wewe guna ya kwa hukuweza kulifurahia lile jambo. Leo unapata watu wanapiga makofi, waona hivi watu wanauzwa wholesale. Na mimi nauliza, badili ya ile afya mulonayo, zile resources Mungu alowapatia, badili la kwanza la pili, Abdulswamad, Raila, si muangalie njia haya maisha hawa watu yawe bora. Ile afya watu wanautumia, si mutumie afya ile maisha hawa watu yawe bora. Kama mimi kama gavana nimeweza, tena mimi nitakuambia yale ambayo kwamba tumetoa, na sikubagua katika eneo lolote la Mombasa. Nilichokitoa Kisauni ndicho kilikotoka eneo la Mvita, Likoni, Changamwe, Jomvu, Nyali na kila pahali. Sikubagua. Mchele, mafuta, sukari, unga ngano, unga wa sima, maharagwe. My friend, utajiri si pesa, utajiri ni moyo. Kama nyinyi mumezoea kuiba, ibeni, sisi kile kidogo kitatufaa. Lakini hatutokubali kudhulumiwa, na ikiwa mwaona kututishia ndio njia muafaka ya kudhulumu watu wa Mombasa, wrong number. Return to sender. Mimi nikimalizia nataka tena muregelee. Wengine walihepa madrasa. Alama za mnafiki ni ngapi? Akitoa ahadi, maneno yake, akiaminiwa. Jamani, nawapenda. Leo nawapatia amana yenu. Sasa nataka wale wengine wa eneo wengine wasilie nyonga, wasilie wivu, sababu wale niliwapelekea mpaka majumbani mwao. Nyinyi nimewatoa kutoka majumba mwenu nikawaeka katika ukumbi. Kwa hivyo amin, asante. Kwa hivyo katika wale watakaochukua, si vibaya na mimi nikiwapatia fare ya kuweza kurejea.
tena nawapenda. Haya, tapeana kadhaa. Unajua nikizungumza mengi ya kesho yataisha. Afadhali tumalize hapa hapa, sio? Nibakishe, sio? Tutakula nao, tutaenda nao sambamba. Mimi madam mko hapa, nikiangalia upande huu na kina Fatma Kushe, nikiangalia upande huu na Bezimba, nikiangalia upande huu salamu zenu kutoka kwa Patrick ako airport, Pato upande huu. Nikiangalia upande huu na kina Gago, nikiangalia upande huu na Badi na Mishi, kisha na defender wa haki za watu wa Kenya, naye Raila Amolo Odinga. Hamunitikishi my friend. Asanteni watu